lakini baada ya kushiriki tendo tu, asubuhi kununa kutaisha, atakupikia chai, atakuandalia maji ya kuoga, tayari stories zinaanza nyingine. Kwa tendo la ndoa linaboresha mahusiano. Kwa mkiwa kama wanandoa hamshiriki tendo la ndoa, maana yake mnavunja mahusiano yenu. Lakini mkiwa mnashiriki tendo la ndoa kiukawaida, mnaenda kuboresha zaidi mahusiano yenu. Kwa hiyo inaongeza love na bonding zaidi kwa watu ambao tayari ni wanandoa au ni couples. Kwa hiyo mapenzi yenu yanazidi kuimarika zaidi au kuboreka zaidi. Lakini tendo la ndoa lina faida nyingine, kama vile tunahitaji kupata watoto. Of course ni faida ambazo Mwenyezi Mungu akijali anaweza kutamkapata watoto kwa kushiriki tendo la ndoa. Hizo ni baadhi ya faida ambazo tunaweza tukazipata kwa ujumla. Lakini tunaenda kwenye pointi nyingine, tukiwa tunaelekea mwishoni kumaliza, ni kwamba ni namna gani sasa unatakiwa ufanye tendo la ndoa, mara ngapi. Inawezekana mwingine hapo hujui ni mara ngapi kiafya inabidi ufanye tendo la ndoa. Kiukawaida inashauriwa kwamba at least tendo la ndoa mtu ufanye kwa muda usiopungua mara 21 ndani ya mwezi.